Karibuni sana wateja wetu kwenye mwendelezo wa mada zetu za Triple G. Sisi Triple G tulisema tusiuze tu nguo, bali pale tunapopata nafasi tuendelee kuelimishana kwenye mambo madogo madogo yanayohusiana na mavazi na urembo. Tulikuwa na mada zetu, tulianza mada zetu kuanzia hizo wiki zilizopita. Tulikuwa na mada ya kwanza ambayo ilikuwa inahusiana na jinsi ya utunzaji wa nguo katika kufua, lakini katika kutunza tunavyokuwa tunazihifadhi, tuzihifadhi kwa uzuri. Lakini tulikuwa na mada ya pili ambayo ilikuwa inaelezea kuhusiana na upangiliaji wa nguo wakati unapotaka kuvaa, yani rangi za nguo, kwamba unavaa rangi gani na rangi gani. Hivyo vyote tumejifunza, viko kule kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini leo tumekuja na mada nyingine ambayo inasema kitu cha kwanza cha kuzingatia wakati unataka kuvaa nguo yako. Kitu cha kwanza cha kuzingatia wakati unataka kuvaa nguo yako. Tunasema kitu cha kwanza kabisa, lazima kwanza ujitambue kuwa wewe ni mtu wa aina gani, umbile lako likoje. Je, hiyo nguo unayotaka kuvaa, unataka highlight nini? Unataka kuficha nini kwenye nguo ambayo unataka kuvaa? Lakini pia hiyo nguo unaivaa wapi? Unataka kwenda wapi? Je, umealikwa sehemu unataka kwenda kwa ajili ya sherehe? Unaenda ofisini, unaenda kanisani? Kwa hivyo kitu cha kwanza kabisa lazima uzingatie ukoje, na je, hiyo nguo unataka kuvaa wapi? Ninavyosema unataka kuvaa wapi, yani sehemu unayotaka kuvaa na umeshajitambua, unajua unataka kuvaa wapi, hiyo sehemu sasa ndio itakuchagulia nguo ya kuvaa. Hiyo sehemu unayoenda itakuchagulia nguo ya kuvaa. Unataka kwenda kanisani, uonekane mama mtumishi. Unataka kwenda kazini, basi uonekane mtumishi uliotukuka. Unataka kwenda kwenye mtoko, basi uonekane kwamba usiharibu sherehe za watu. Uende umevaa vizuri, vile ambavyo inatakiwa. Kitu kingine tunasema chagua msingi, base outfit, msingi wa hiyo nguo. Msingi wa hiyo nguo ni ile nguo ambayo, kwa mfano unasema naenda ofisini, nimechagua kuvaa suti ya dark blue. Hiyo ndio base, hiyo ndio nguo yako kuu ambayo umeichagua. Sasa vile vitu vingine ambavyo sasa vinakuja, vile ni vya kunogesha. Yani vile vitu vingine kwamba sasa okay, nimeshachagua suti yangu ya dark blue, natafuta camisole. Camisole nitavaa aina gani sasa? Unaangalia, labda navaa light blue. Umeshamaliza hapo, unasema okay, sasa hapa nahitaji nivae hereni. Labda jana nilivaa hereni fulani, leo nataka nibadilishe nivae hereni nyingine. Lakini pia unachagua mkanda wa kuvaa, lakini pia utachagua kiatu cha kuvaa. Kiatu pia lazima hapo uzingatie kwenye jinsi ya kuvaa, kwamba umevaa suti, usije ukaweka ile maximo. Umevaa suti, basi chukua kiatu kako hata kwenye kisigino kidogo. Kama we ni mnene sana, kwa sababu wanene pia, au mnene sana, au uzito wako ni mkubwa, basi tafuta kiatu chenye kisigino kile kipana, lakini chenye kisigino tu kidogo, sio kile kimekaa kabisa chini. Yani the way unavaa suti yako na kiatu jinsi unavyovaa nguo, hata kama iwe nzuri vipi, hata kama iwe gharama vipi, kiatu kinaweza kikaangusha nguo. Umevaa suti yako, si umenunua shilingi ngapi, umeenda kuchukua kiatu chako flat Moximo. Hata kama una uzito mkubwa, tafuta kiatu chenye kisigino kidogo. Kuna vile viatu vyenye visigino vipana. Ukivaa kile kiatu chenye kisigino kipana, suti yako utaipa thamani. Leo umevaa chenye kisigino kipana, siku nyingine utavaa kisigino angalau chini ncha kidogo. Siku nyingine utavaa kisigino ambacho kizuri. Lakini ukichukua suti ukaenda ukavaa na flat shoes, huitendei haki ile suti. Yani muonekano wako, statement yako itaonyesha kwamba wewe bwana haujaweza kupangilia, haujajiamini, haujajitambua. Kwa hiyo viatu pia vinatubeba sana katika mavazi. Lakini pia heleni. Wewe umevaa suti, umeenda kuweka heleni, ile mbuzi akiingia mguu wake anachana sikio. Umevaa suti, unahitaji uvae zile heleni vizuri ambavyo vinaendana na suti. Sivae heleni vikubwa
kubwa umevaa suti. Tafuta hereni nzuri ambayo itabeba statement ya suti yako. Kama unataka kwenda kwenye sherehe huko, unataka kuweka hereni kubwa ya tofauti tofauti, inawezekana. Lakini unapokuwa unaenda ofisini, jitahidi kutafuta hereni ambazo zinaendana na vazi lile ambalo umelivaa. Mkoba pia utaangalia pochi yako itakuwa ya aina gani, itakuwa nzuri. Pochi ambayo utaibeba itakuelezea wewe kwamba wewe bwana umetoka nyumbani umejiangalia. Kitu kingine lazima uangalie hata unapotaka kununua nguo. Sasa tunaongelea kwenye kujitambua. Hata sasa unataka kununua nguo, yani usinunue nguo kwa sababu unaona A amevaa, basema ile nguo nilimuona A amevaa amependeza. Jamani, kila mtu ana muonekano wake wa mavazi. Unaweza ukachukua nguo aliyovaa A, wewe ukaja ukaweka kama umetundika kwenye henga. Lakini macho yako pia yasiwe yanaitafakari nguo. Macho yasitafakari nguo. Ukipewa nguo unasema mimi sijaipenda. Vaa kwanza, weka mwilini mwako. Mwili ndio ukatae nguo. Mwili wako useme hapa bwana sehemu tuliokaa sio sahihi. Lakini unajikuta kwamba nguo umeivaa, jaribisha kwanza nguo. Ukishaona nguo umeivaa imekupendeza ndio utanunua. Usinunue nguo kwa mkumbo kwamba fulani alivaa, kwa sababu kila mtu ana jinsi ya muonekano wake, kama vile nilivyosema, kujitambua. Kitu cha mwisho kabisa katika mavazi, umemaliza kuvaa, umemaliza kuweka accessories zako, unaenda sasa kwenye final stage ya kioo. Sasa kioo ndo sasa unajiangalia kwenye kioo. Kweli hizi nguo nilizovaa nimemechisha vizuri? Hapana. Hii nguo niliyovaa mbona kama ile rangi kuu imemezwa na hivi vitu vingine vidogo vidogo? Au mbona hii rangi imekaa hivi? Kioo pia ndio mtu wetu wa karibu wa kutuambia kwamba hapo umevaa. Usiondoke bila kujiangalia kwenye kioo. Jiangalie kwenye kioo, angalia viatu vyako kuanzia juu mpaka chini, ujitathmini wewe mwenyewe. Kama kuna mtu, kuna mtoto au kuna familia ambayo yupo, ambayo unamwamini, kwa sababu mwingine ukimwambia hivi hapa nimevaaje, hivyo umependa. Kabla hujatoka nyumbani, lazima hiyo kioo ndio kiseme na wewe kwamba sasa unatoka. Sio tunakurupuka tu, tunaondoka tu kwamba umeshavaa huko nini na nini, kola imesimama au hiki kimekuwa hivi au hiki kimekuwa hivi. Tusiwe na haraka sana pale ambapo tunataka kujiamini. Karibuni sana Triple G katika page yetu ambayo Instagram, tuna page yetu ambayo inaitwa Tripage, lakini pia tuko katika mtandao wa Facebook ambayo tunaitwa Triple G, lakini tupo TikTok ambayo tunaitwa Triple G. Tupo pia YouTube ambayo tumejisajili kama Triple G Fashion Tips, ambayo tutakuwa tunaendelea kujifunza vitu mbalimbali, lakini pia kukumbushana, kwa sababu ni vitu ambavyo tunatakiwa kila siku tujifunze. Na wapenda, karibuni sana.